tulikuwa katika hali ya kudischarge. Kuna mtoto wetu alikuwa amelazwa, alikuwa amepoisoniwa na house guard, na Mungu akajitukuza katika hiyo hali. Bwana asifiwe. Katika kujua kwangu na uelevu wangu kule mashamba, hakuna aliyekunywa dawa ya DEEP ile ya kuspray ng'ombe na kapona. Lakini kwetu Mungu ametenda. Mtoto mdogo amepoisoniwa hiyo dawa kuspray ng'ombe. Alikuwa anapatikana kama amekaa nayo almost 6 to 7 hours. Lakini Mungu alitenda. Bwana asifiwe. Amen. Katika maisha yangu yote nikaishi kusema nimemwona Mungu ule wa Danieli, ambaye alikuwa naye katika tundu la simba. Akabadilisha simba wakakuwa pilo na matresi yake na blanketi ya kulalia usiku mzima. Sisi tumemwona Mungu katika familia yangu. Kwa sababu leo tungekuwa labda tunaandaa mazishi ama labda tungekuwa tumezikana. Lakini Mungu akasema hapana, hii familia haiguswi, hii ni yangu. Na kwa hiyo Mungu apokee utukufu. Jambo tu naweza ongea ni kwamba ile wakati Mungu anakuambia uombe, ama kama vile maombi yametangazwa mwezi wa 12, ni vizuri tuombe. Kwa sababu hali ilifanyika mimi nikiwa kwa maombi, na wakati nilikuwa kwa kilio, wakati mtoto alikuwa mbaya sana, na ule ubinadamu unaona ni kama hakuna matumaini. Mama wangu mzazi hapo pale, miguu imeanza kupigana hivi ni kama ataanguka, kwa sababu alikuwa ameona hali mbaya. Lakini mama ya Bibereva anatuambia hapana, huyu ataishi. Lakini ule binadamu bado ukiangalia hali ya mtoto unasikia ni kama hizi ni story. Bwana asifiwe. Nilikuwa katika hali ya maombi usiku, na Mungu akakuwa akinikumbusha huko katika maombi. Na katika siku ya 12 kwa maombi ambayo niliandika kwa kitabu usiku huo mwezi wa 10, mwezi wa 10 ambao umeisha, kulikuwa na haya maombi ya poison. Nilikuwa nimeandika katika watoto wangu wote, hakuna atakayekula sumu imuue na hakuna atakayekunywa sumu imuue. Mungu akanikomfort na hiyo word. Ile kwa akili yangu nikiamka kesho Friday nitaenda hospitali, sijui nitapata mtoto aje. Bwana asifiwe. Lakini siku vile ziliendelea kwenda, siku ya kwanza, ya pili, ya tatu ilishangaza madaktari. Jua niamke hiyo asubuhi wakapata mtoto wako sawa, mtoto anakula, lakini kama hakuna kitu ilikuwa imefanyikia mtoto. Akasema kweli, madaktari wasema huyu ni Mungu. Hata wao hawakuwa na hope. Bwana asifiwe sana. Kwa kila jambo utendeka kwa wema kwa wale ambao wanamjua Mungu. Kama kweli mambo mabaya yakifanyika katika maisha yetu, tungeibika, tungeuliza huyu anajifanya wanaomba, kila siku anakimbia kanisani. Huyu ni mjukuu wa baba yake anajiita bishop na leo amepata aibu. Lakini Mungu ni nani? Hakuna kama Mungu. Bwana asifiwe. Hiyo ilikuwa hali ya pili kushuhudia Mungu akitenda. Wakati Sharon alikuwa amelazwa, tukaenda ule usiku kumuona, na ile hali ilikuwa ya kuongea na ule ulimwengu mwingine.